Unajua kuna wakati nilikuwa nimeambia Senator Cherargei na pia Charles Buna nitakwambia hivyo. Usiwe tu kama kitanda legevu ambayo kinasifu mwanaume ana nguvu za kiume. wakati natirika kwa nguvu za kiume zinafikaje katika studio? Anajua anafafanua. Okay. Wakati amevalisha nguo. Wakati natiririkwa na busara, unajua Cherargei, afadhali usikize. Hata kama ikunyeshe mvua ya busara, wewe unajua utachukua mwavuli. Rashid, unajua hawa watu ambao wanaunga mkono serikali sana sana, na sasa hapa ni wawili. Unajua wako na tambia kama ya kenge. Cherargei anaita mburukenge. Ni hiyo kwamba wakati kunanyesha mburukenge, unajua anatorokea mvua kwa kuingia kwa ziwa ili asinyeshewe. Sasa hiyo ndo natambia naona hapa. Kwa sababu sasa wameanza lawama za kusema ya kwamba huu kiti ya Olkalao ilikuwa na Jubilee. Lakini kama ulifuatilia naibu wa rais akiongea, alisema kwamba heshima itapatikana kule Kalau. Na nishukuru watu wa Olkalao kwa sababu walisikia. Mimi ndo nilikuja na falsafa ya kwamba kuku tetea anaweza kula mahali popote katika kijiji, lakini kutaka yai ni nyumbani. Na watu wa Olkalao walikula kila mahali kwa serikali, lakini mayai walitagia nyumbani. Huyu binamu yangu hapa amenokoneza, akaniambia ni vizuri kwa leo aweze kumshikilia kidogo Senator Cherargei, asiwe peke yake kama panga. Lakini sasa ndio maana unasikia pia ulimuuliza Senator Cherargei maswala ambayo alikuwa anafaa kujibu. Lakini sidhani kama nimesikia kijibu maswala ambayo alikuwa anafaa kujibu. Na unajua mimi naongea, anasema na Kiswahili mingi, lakini pia napeana falsafa kwa sababu ni muhimu. Ni ngumu sana kupata kivuli kilichonyoka kutoka kwa mti ambao umepinda. Kitu cha kwanza, Rashid, unasikia Senator Cherargei akisema ya kwamba sisi tunachukia William Samoei Ruto kwa sababu ya maendeleo ambayo amepeleka kila mahali. Lakini pia takwimu ambazo nimeona, maendeleo ya kwanza ni kuwa watoto wetu wa Gen Z. Kwa hivyo tunafaa kumpenda sana kwa kutuletea maendeleo ya kutuulia watoto wetu. Maendeleo ya pili ni wizi ambao umeendelea katika SHA. Tunafaa tumpende sana kwa sababu kitu ambacho kwa umoja mazito kabisa. Tulia, mambo mazito utayambemba. Sasa kwa sababu kwa vitu kama hivyo pengine inaweza kuwa pengine umefikisha kwa asasi za usalama ukapeleka ithibati. Ungesema tuhuma. Madai. Huwezi sema. Unaweza tulia. Unaweza tulia kidogo. Tuhuma, sema tuhuma. Cherargei ndo nikwambia akili yao isiwe inakuja kwa msimu kama maembe. Ukiangalia mtu ambayo amefaulu sana, amebombea, ametambahari katika somo la hisabati ni rais wetu William Samoei Ruto. Kwa sababu zile alama zote za msingi za hesabu wametumia. Na unajua kuna ile ya kuondoa, kuna ile ya kuongeza ambayo inaitwa ni alama ya chanya, kuna alama ya kugawanya na kuna alama ya kuzidisha. Nasema hivyo kwa nini? Kwanza yeye mwenyewe kwa maneno ya kusema kuita watu ambao walimchagua Kambira, amefaulu katika kugawanya nchi. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili, amefaulu katika kuondoa kazi. Kwa sababu wakati wanaleta mchele kutoka nje, wakulima wetu wamekosa soko. Hiyo ni kuondoa kazi kwa wale wanaosaka mchele. Pia amefaulu katika kuongeza deni. Sababu madeni yanakopwa kila uchao. Na ndio maana nasema ametambahari katika kutumia hisabati. Na ya mwisho, amefaulu katika kuzindisha mateso ya Wakenya. Ndio maana SHA yenye unasikia huyu akisema huyu nguna, na sijui nguna anaishi nchi gani. Ati kwamba SHA inafanya kazi. Inafanya na zile ya serikali ya wabwini. Wewe Cherargei, shida yako. No, unajua pia uko na haki. Si kwa sababu yangu, lakini Wakenya ambao wanatizama. Pia kuwa mwenye haki. Umwambie tu atulie kwanza. Wanataka ufafanuzi, lakini nafasi yake ikiisha unanyamaza. Lakini unajua unatakana uambie Wakenya ukweli pia, fafanua. Mimi sijui Rashid tutakuja kufanya nini na huyu mtu. Unajua binadamu ni kama mihogo.
maganda ufanana, lakini tabia ni tofauti. Yake ni ya kukera. Sasa unajua sasa ananitatiza mpaka mtiririko wa mawazo. Wewe unasema kuzidisha, kuongeza, kugawanya. Mimi nilikuwa sasa nachangia Rashid. Kuzidisha. Kama pale Olkalau watu walikuwa wanapewa mpaka kondoro ya futi 6 kwa 2 ambayo imekonda kama kindiwia, kwa sababu ya Cherargei kindiwia ni simkand kidogo namna hii ambayo unalala mtu mmoja, ilikuwa inaitwa kondoro ya talaka, kwa sababu mwezi labda mulale kwa zamu. Nikwambie ukweli ni kwamba kule wakati walikuwa wanapeana viatu, hata kuna moja alipewa hana miguu. Kwa sababu ilikuwa ni hongo ya kura. Na kwa hivyo wasije wakasawasisha wakasema ya kwamba sisi tulitumia pesa kama hao. Lakini nataka nikwambie wananchi, hata kama ni kudanganya, unaweza peana viatu kwa mtu mwenye hana miguu, hata kama ni kudanganya. Hata inyesha mvua ya supu mtakosa kijiko. Bas. Nguna amesema kitu, amesema kwamba wakati pia umefika pia nyinyi ambao kwa mnafanya kampeni kule mkiri kwamba hata nyinyi mlitumia pesa kuwashawishi, kuwafurahisha wapiga kura. Ilifanyika, isiwe tu kwamba ni kila mwambangozi anavutia kwake. Hata nyinyi Nguna anasema kwamba pesa ilitumika. Hiyo ni medali. Unajua tuseme kwamba sisi hatuko kwa serikali na hatuna nafasi zozote za kutumia pesa zote ambazo zinatoka kwa serikali, kwa sababu sisi mawaziri walioko kwa serikali pesa. Ngoja Cherargei, si ndio? Unajua Cherargei, wacha msamiati mingi na medali ndugu yangu, kujibu swali wa Kenya wajue. Sasa nimekwambia mara nyingi, sasa tumekuja vizuri, wewe unakaa kumumu, sasa umeanza kuharibika. Rashid ameuliza mlitumia pesa, ni swali rahisi, mbona unavalisha nguo? Unajaribu kuelezea Cherargei, huwezi kuniweka maneno kwenye mdomo. Sasa umeanguka mtihani, wataka kushahihisha. Kama nguvu ya kuonga wananchi Rashid ndio ilifanya kazi na ikaleta matokeo, sisi tungepoteza kama DCP. Na hiyo ni ukweli. Kwa sababu huwezi nilinganisha mimi na mawaziri zaidi ya 9 ambao walikuweko. Kwa sababu naona hesabu kidogo ina mkanganya ndugu yangu. Nyandarua peke yake, wale watu ambao wanaunga mkono serikali isipokuwa John Methu peke yake ambao ni senator wa Nyandarua. John Methu peke yake, wengine wote kwa serikali. Idadi hiyo ishapita 4 ambao unaongea kuhusu. Sisi ukiangalia maseneta, tuko maseneta 5 peke yake. Sasa ukija mimi gavana wangu alihamia huko. Karibu aende na mpaka ng'ombe zake za kukamua. Enyewe mambo ni mwese. Kuna miungano ingine kama hiyo unasikia broad based. Ukitaka ni kama dhambi. Ukitaka Mungu akumbariki mpaka wachane nayo. Asante sana kwa kuitikia mwito. Kakaangu pia vile Murango ambaye najua hajalala tangu siku ile. Karibu pia vile Vice Kamusi. Cut the show. I'm done.